Wanachokifanya Young Africans ni kuendelea kutunishana misuli na mamlaka za soka Tanzania, kwa sababu we all know kwamba Yanga wanatetea interest zao. Sasa kwenye mazingira ambayo bodi ya ligi inayoundwa na timu zaidi ya 32, halafu inatokea klabu ya Young Africans ndio inayokuja na demand ya kutaka bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu tu ambazo wao wanaziona zina mashiko upande wao. Kwangu mimi naona sio kitu ambacho ni kizuri, na sioni kama kuna kitu cha msingi ambacho Young Africans wanakipigania. Labda kama wangetafuta uungwaji mkono, wakaandaa petition miongoni mwa zile klabu 32 zikapatikana kadhaa ambazo zina waunga mkono, then ikaonekana ni malalamiko ya klabu zilizo nyingi, then ingeonekana kuna kitu kikubwa sana ambacho wanataka kufanya. Na I think wala sio issue ya kuandaa petition tu peke yake, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo cha clubs ambazo zinashiriki madaraja tofauti kwenye mpira wa Tanzania. Sasa kama ni interest za vilabu vyote, wala kusingeanza kusumbuana. Ni wao kama klabu wangekaa kama watu ambao ndio wenye chombo chao, kama kusema hiki tunakivunja kwa sababu hakina faida na sisi, wakakivunja na maisha mengine yakaendelea. Lakini kwa sababu ni interest za Young Africans, kwa sababu ambazo wao wanaona zina mashiko, ndio maana wana press wao wenyewe na hawana klabu nyingine ambayo inaunga mkono kwenye hili. Na moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza, wao wamedemand ile kamati ya masaa 72 iondoke, CEO wa bodi ya ligi aondoke, lakini katibu mkuu wa TFF naye aondoke. Lakini tunahitaji kuona independent board, kwa maana ya kwamba bodi iwe huru, ijifanyie maamuzi yenyewe. Hivi vitu viko kwenye madaraja. Ile kamati ya masaa 72 ni kamati ambayo inaweza ikaondolewa muda wowote, wakati wowote na bodi ya ligi, kwa sababu imechaguliwa na wale watu wanaoendesha mpira kwa maana ya bodi ya ligi. Hili wanaweza kalifanya. Lakini CEO anaweza kaondolewa pia na viongozi wa bodi ya ligi, lakini ni lazima kuwe kuna ule mkutano mkuu wa wale viongozi wa bodi ya ligi ambao ndio waliomwajiri. Sio issue ya mtu mmoja kwamba anaweza akamfuta kazi. Aliajiriwa na kamati ya bodi ya ligi, so kamati wanahitaji kuja kupitia vigezo vya Young Africans walivyovitoa. Ikionekana kweli Almas Kasongo ametenda makosa kwa kiwango cha kuzikosea timu zote, then hastahili kuendelea kuwepo pale, atapaswa kuondoka. Lakini sehemu ambayo kidogo imezua hofu, na hapo ndipo nilipoanza kuhisi kama kuna personal interest, ni pale ambapo Wilfred Kidao alipohusishwa kwenye hili jambo, kwamba aondoke kama kiongozi wa TFF. Mgogoro wa Yanga ni kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo, ndio kiini cha mgogoro. Bodi ya ligi ndio wanaohusika. CEO wa bodi ya ligi ni Almas Kasongo. Wilfred Kidao ni mtendaji wa TFF ambao ndio wanaosimamia mpira kwa ujumla wake. Yaani utatumia kigezo gani kumuondoa Wilfred Kidao kwa mazingira ambayo timu ya taifa inafanya vizuri chini ya uongozi wake? Hatusikii malalamiko yoyote yale kutoka kwenye vyama wanachama wa TFF wakimlalamikia Wilfred Kidao, ila kwa sababu Young Africans mmeona kuna interest za ninyi kwamba anatakiwa aondoke. Kwangu mimi hii sio sawa. Lakini ukija kuangalia kiini cha matatizo ya soka la Tanzania, wala sio tarehe ya Simba na Yanga. Yaani issue ya tarehe ya Simba na Yanga ni kwa sababu tu ya siasa za mpira wa Tanzania. Kiini cha matatizo ya mpira wa Tanzania ni marefali. Kama Yanga walikuwa na dhamira ya kweli ya kutaka kusaidia mpira wa Tanzania, wangetoa mapendekezo yao kuhusiana na waamuzi. Wangeweza kuitaka hata ile kamati ya waamuzi ivunjwe, mimi ningewaelewa, kwa sababu hiki ndicho kiini cha uozo wa mpira wa Tanzania. Sasa kuahirishwa kwa mchezo unaozihusanisha Simba na Yanga ndio ije kuwa sasa ni disaster ya mpira wa Tanzania, kwa sababu ni Simba na Yanga, kwa sababu wao ni Yanga, kwa sababu wale ni Simba. Hatuwezi kuwa na mpira ambao unaendeshwa na taasisi moja au taasisi mbili, kwa sababu ni jambo limewagusa wao, wana react,
wanafanya vitu vinakuwa vikubwa, na kitu kibaya zaidi kuna ushabiki umeingia. Yani watu wa Simba wanahisi Yanga hawana chamana ambacho anaweza kakiongea, na watu wa Yanga wanahisi chochote kile kitachozungumzwa ni sahihi. Na bahati mbaya zaidi mpaka sisi waandishi wa habari tumeingia. Yani tumekuwa mabubu, tumekuwa vipofu, hatuhoji, hatuna lolote lile. Toka mwezi wa 3 ilivyotokea ile sakata mpaka jana ndio tumekuja kugundua ni kitu gani ambacho Yanga walikuwa wanakililia. Hakuna chombo cha habari kilicho raise au mwandishi wa habari alitoka akasema tunataka kujua malalamiko ya Yanga ni nini na nini. Wote walikaa kimya. Yanga wakiongea fresh, Simba wakiongea fresh. Tunapaswa kuusaidia mpira wa Tanzania kama waandishi wa habari. Hatupaswi kuusaidia Simba, hatupaswi kuisaidia Yanga. Kiini cha mpira wa Tanzania kinafahamika. Matatizo ya mpira wa Tanzania yanafahamika. Issue ya tarehe ya adabu ya Kariakoo ni sehemu ndogo sana ya tatizo la mpira wa Tanzania. Wajua kuna vitu vingine mimi nakuwa siwaelewi Young Africans. Sio walikuwa wanafahamu kabisa pesa yao hawajalipwa. Walihitaji kukutana kwenye kikao na bodi ya ligi, then ndio waje watuambie hawatocheza kombe la shirikisho finali. Yani wametoka kwenye kusema hatuchezi mchezo wa Yanga na Simba, mchezo namba 184, wameenda kususia na mechi mbili zilizobaki, wamesusia na nini? Nikwambie kitu kimoja. Yanga ni wanachama wa TFF. Yanga ni mtoto ndani ya familia. Hawezi kuwa special. Yani na mzazi akiruhusu mtoto mmoja awe special, anakuwa anaharibu familia. Kama ningekuwa ni kiongozi wa TFF, tarehe 15 nabaki pale pale, Yanga wataleta timu. TFF washakosea. Yani kitendo cha wao kubadilisha tarehe ya mchezo ile tarehe 8, lile ni kosa walifanya wale ya Simba. Yanga wamekuja wanasema tarehe 15 hatuchezi. Tunahitaji bodi ya ligi KCO aondoke, pesa za federation tulipwe, vitu vimekuwa vingi sana. Lakini hoja ya msingi ya kuahirishwa ule mchezo, kiini cha kuahirishwa ule mchezo ni Simba kugomea kucheza ule mchezo baada ya wao kuzuiwa kutokufanya mazoezi. Kwa hiyo engo ya kutokufanya mazoezi kwa Simba ndio chanzo cha haya yote. Na bahati mbaya kuna watu wanaojinasibisha na Yanga walionekana walikuwa ni sehemu waliozuia Simba wasifanye mazoezi. Lakini hili jambo watu wamelikalia kimya. Inawezekana ni jambo dogo sana, lakini tatizo dogo ndilo ambalo walitengeneza tatizo kubwa. Kuna namna ambavyo Yanga wanaweza kujihisi wako special sana, kuna namna ambavyo Simba wanaweza kujihisi wako special sana, lakini haya yote ni makosa ambayo tayari yamefanywa na TFF. Waliwalea vibaya. Kwa hiyo kwenye hii moment, kwa haya ambayo yanaendelea kuibuka, ndipo mahali ambapo TFF wanapaswa kuonyesha kwamba wao ndio viongozi wa mpira wa nchi hii, wao ndio baba wa mpira wa nchi hii, na wanapaswa kutoa maelekezo na yanafuatwa. Kama ni issue ya bodi ya ligi kwa huru, sio mchakato wa siku moja, sio mchakato wa mwezi mmoja. Bodi ya ligi inaweza ikawa huru na tukawa na ujasiri wa kusema bodi ya ligi iko huru ni mpaka tutakapoona msimu mzima wa mashindano umemalizika, then kulikuwa kuna matukio yanayoashiria bodi ya ligi kuwa huru. Sasa tumebakiza michezo miwili. Hii michezo miwili iliyobakia maana yake ni kwamba tunaenda kuanza msimu mpya. Ili tujiridhishe bodi ya ligi iko huru, tunahitaji kuona matukio ya msimu ujao. Maana yake ni kwamba mchezo wa Simba na Yanga namba 184 ili uchezwe bodi ya ligi ikiwa huru inabidi uchezwe mwaka 2027 baada ya kuwa tumejiridhisha kweli bodi ya ligi iko huru. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinatokea. Chanzo ni TFF, uzembe, kuwalea Simba na Yanga na nitumie lugha nyingine nyepesi sana, ile inawezekana ukakasi, kutokujitambua kwa baadhi ya viongozi ndio kunasababisha haya yote.